Nini li happen on that fateful day mali ulipata accident? Ilikuwaje hiyo siku? Hiyo siku ilikuwa wakati wa usiku ambao watu wengi wanafikiria ilikuwa mchana. Ilikuwa ni usiku, ilikuwa kitu kama saa 10 ya usiku. Ambapo nilistukia trailer kwa line yangu, nikajaribu kuiepa. Wakati niliepa niliona tumeingia tumeacha gari imeacha barabara. Nikajaribu kurudisha gari kwa barabara. Kwa masekunde, kwa madakika nilistukia mlipuko wa side mirror kwa macho yangu, ambapo nilisonwa, niko na picha. Kwa hizo madakika hivyo nikaangalia hivi, nikaona mkono meisha. Ulikuwa unatoka Nairobi ukienda? Nilikuwa ninatoka Nairobi nikienda Busia, pande wa Busia. Okay. So exact place ilikuwa ni wapi? Ilikuwa mahali inaitwa Kuoyo, in between Maseno na Kuoyo. Maseno University. Maseno University. Barabara ya Busia Road kutoka Kisumu. So uliamuka ukiwa hospitali ama nilistruggle hapo, nikapata gari. Watu hawako wanasimama. So kuna dereva alisimama wa matatu, siwezi mkumbuka vizuri juu ilikuwa usiku. Yeye ndiye alinipeleka hospitali. Nikakaa hapo, wakati ilifika saa 11:30 hapo ikielekea saa 12 ndio daktari akaingia. Kuanzia hapo sikuona ni nini iliendelea. Mpaka saa 9 ya jioni. Saa 9 ya jioni. So kama hospitali, medical bills, nani alisimamia? Mimi, ukweli ni mimi nililipa. Niko na evidence. Pesa ililipwa through M-Pesa. Pesa ililipwa na sister yangu ambaye niliambia apige simu nyumbani ya wause ng'ombe ambaye ilikuwa hapa, ilikuwa na ndama. So hakuna kitu kampuni ililipa. Waache kudanganya wa Kenya. Waseme ukweli. Statement ya kampuni hiyo day umepata accident, wamesikia umepelekwa hospitali, statement walitoa walisema nini? Wakati nilipelekwa hospitali, walikuja hospitali wakaniambia watanisaidia nipone kwanza. Wataninunulia mkono ya prosthetic. Wataniweka kwa ofisi. Nifanye kazi nao. Alafu mimi mwenyewe niliwauliza kama wanaweza wasisimamishe salary kwa sababu itanisaidia kununua hizi dawa kama mapainkiller na kunisaidia hapa na pale. Walisimamisha salary exact that time? Walisimamisha salary mwezi wa 4. Mwezi wa 4 hakuna kitu ilikuwa kwa account. Hii kitu ili happen March? Ili happen mwezi wa 2. Mwezi wa 2? Ilikuwa tarehe 16 ikiwa asubuhi. Ilikuwa Monday ya asubuhi. Okay. Hiyo time wanasimamisha salary alafu akakwambia aje? Waliniambia niende nitafute barua ya disability ambaye itaonyesha mimi ni mlemavu ndio waendelee kunilipa. Wakati nilirudi nimepata hiyo barua, waliniambia tulikuweka kwa insurance. Ngoje insurance ikulipe. Insurance ilikuja, nilitumiwa form za insurance ni sign. Zilikuwa na 50,000 ambayo imewekwa hapo kama hospital bill. Okay. Hawakuweka medical, hawakuweka zile nilinunua dawa juu niliwapea maristi zote. Okay. So juzi umekuja, hii story imeenda mtandaoni, imejulikana hizo stuff nini. Response zao after umeenda viral juzi, wali respond aje? Kampuni ni kama kuna mkubwa ambaye ako nyuma yao, ambapo wananionyesha kiburi. Kwa sababu wananiambia nichukue 1 million. Hiyo 1 million tulikubaliana kitambo nikiwa nimetoka hospitali, wanirudishe kwa ofisi. Wao ndio walitaja ofisi, mimi nikakubali. Sasa wakati muda nimepona, nimekuja nimeanza kufanya hii shughuli, ndio wameniruka, wameniambia insurance kulipe. Insurance nilivumilia inilipe. Ni ukweli, ilikuwa na 650,000. 600 compensation, 50,000 medical bill hospitali. So walikuwa wamekwambia kujia 1 million ndio hiyo story ishe alafu uende zako? Waliniambia kitambo. Hii sasa 1 million nimekuja wakati nimewasukumia majensi, watu wa TikTok, media wa Kenya kwa ujumla. Ndio wametoa 1 million saa hii. Walikuwa wamekataa bado? Walikuwa wamekataa. Okay. Ni ukweli walikuwa wamekataa.
Okay. But si tunajuanga Enacoach ni kampuni kubwa sana. Hii shida kukutojali venye umeumia hivi ni nani? Ni mkubwa wao? Management inafanya hawataki kukushughulikia ama nini? Hawa ni management wananitesa hivi. Mimi naonekana ukweli nimekatika mkono. Kuna wale wako na maumivu kidogo kidogo, madereva na wajua wenzangu ambao walipata ajali mbele yangu. Na walisaidiwa. Wanalia nao mpaka saa hii. Okay. Hakuna usaidizi. Wale ambao waonekani, mimi kama mimi naonekana yenyewe nilikatika mkono. Nyinyi wa Kenya wenyewe mnaona vile wananipeleka. Okay. Kuna wale ambao wako na maumivu kidogo kidogo waliambiwa walipwe. Kama madereva watatu mimi nawajua. Hawajawahi ona kitu. Okay. So online imekusaidia wewe? Online imenisaidia kwa sababu walinichangisha ka kitu nikapata ka sabuni ambao nilishukuru. Okay. Lakini kwa upande ya kampuni kuna kiburi ukweli. Kiburi? Okay. Patia sasa message, unapatia message nani sasa, director wa Enacoach ama Enacoach itself? Mimi ningechukua hii fursa kumaddress chairman wa SACCO wa Enacoach. Wa Enacoach. Anaitwa nani? Anaitwa Evans Nyagaka. Swali yangu namuuliza ni chairman, wakati niliumia hospitali, mbona hukutaka kujua kama dereva wako aliumia hospitali mpaka sasa hivi? Swali lingine ya pili, wakati niliambiwa nimewekwa kwa insurance, hii insurance mbona ilikuwa inakuja kinyume na yale marisiti ambayo niliwapea hospitali, kwa mfano bili ya hospitali? Hiyo ndio ilinifanya nikajua kuna namna ama kuna watu wanacheza kwa kampuni kwa ajili ya maumivu yangu ambayo mimi niliumia kwa barabara. Okay. Okay. Okay, nyumbani ni wapi? Nyumbani tunaishi Kitale. Kitale? Okay, asante.